kuwa kwangu hapa ni miongoni mwa mitigation measures za climate change. Cause nilikuwa nafanya kilimo kule mashambani mtoni, mafuriko saa zote yakija yanabeba vitu zangu. Na nikaona hakuna lile ambalo halitawezekana. Wacha nipande sehemu ya juu na nianze kufanya kazi zangu. Nikaona kwamba kuna umuhimu wa kula samaki. Na kukawa na kikundi cha kina mama. Mimi nilikuwa patron wao. Nikawaambia tuanzishe mradi wa kulea samaki. So tukapata bahati na watu wa WHH na county government wakafanya nini? Waka sponsor huu mradi na wao wakatuletea hizi na lining na hizo fish. Alafu sasa tukaanza kuzilea ya 10 by 30 meters. Na ina occupy samaki hapa ndani ambao wanaingia hapa kwa space hii. Kama ni tilapia 2500, kama ni catfish 2000. Maji haya maji ya mwanzo tumeyatoa mtoni wakati kulipokuwa na ile mafuriko. Maji yalikuwa yamekuja mpaka karibu tu. Tumevuta maji na hizi pipes tukaleta maji hapa kwa fish pond, lakini tunategemea hasa kisima ambacho kina maji mazuri ya kuendeleza kuweka maji kwa fish pond. Kwa hivyo tunategemea maji ya kisima. Changamoto ilikuwa ni chakula. Hapa coast ama hapa Tana River hakipatikani kwa urahisi chakula cha samaki ambacho kinaitwa starter. Ni mpaka utokezee uende sehemu za Mombasani ama huko up country. Lakini tulipoanza kupeana hiyo starter ilipoisha, sasa tumeanza kupeana chakula ambacho kiko available. Tunatengeneza sisi wenyewe chakula tukitumia omena, unga ngano kidogo, damu ya kule kichinjioni kidogo unakuja unaikausha ama unaichemusha inakauka, alafu kuna yale matumbo ya kuku ambao kuku wa kichinjwa, yale matumbo unayachukua unakuja unayachemusha, unayaweka kidogo inapoa, alafu unawafeed inakuwa rojo rojo. Wanakuanga wanapenda sana hiyo supu ya kuku. Samaki wape chakula kinaitwa azola. Hiyo ni aina ya nyasi ambazo zinakuzwa kwa maji, zina multiply. So unachota, unaweka kwa gram zake zile ambazo unataka, unakuja unawaangushia. Ni chakula ambacho kinawakuza haraka, kiko na madini mazuri ambayo kinafanya hivyo. Chakula ina depend, wakiletwa kama ni fries, tunasema fries ni hiyo fingerling size. Kuna grams unawapea. Unaanzia 125 for the first 2 weeks. Unaona wakiwa kweli wanakula. Wakimaliza after hizo 2-3 weeks utaona wanatoka in groups. Alafu sasa ikifika kama around 1 month unaongeza some grams. So in every 2 weeks unaongeza around 25 to 30 grams ya chakula. Na unaweza pima na kijiko kile chakulia na weighing scale, ama unaweza pima na hicho kijiko kikupea hiyo grams ambazo unazijua kwa ile weighing scale. So utatumia kile kijiko tu kila wakati kufanya kupima hicho chakula. Na mara nyingi ugonjwa unapatikana kwa skin. Na kama kuna dawa unawachukua hao unawaweka kwa ndoo, alafu kuna dawa fulani hiyo unaweka some drips tu unaoingiza ndani. Kuanza kwa hiyo wanacheza, ukimaliza unawarudisha hapo. Sasa wakiwa hapo ni kama vile kuwa immunize kuku. Hapa sasa kila ukienda wakigusana hivi anamsaidia yule mwenzake kupata ile chanjo. Hiyo hali ya hewa ina muhimu sana kwa sababu mvua kama itakuwa nyingi hapa nafikiri itakuwa imezama hii. Maji unaona tayari ni kama harvesting
inajiharvest yenyewe, hataenda huko wala huko. So kuna watu meteorological wanapeana reports na Red Cross kwamba kutakuwa na mvua kiasi hiki na hiki. So na kuanga na ile tahadhari ya kwamba si mafuriko kwamba itanibebea hiyo, lakini napunguza maji mapema, ama nikiona mvua imenyesha nyingi napunguza maji. Naweka hata kama mahali ambapo nimeona imeingia kwa shamba, lakini na reduce hapa ili mvua nyingine ikinyesha hizi samaki zisitoke zipate ajali ya kuliwa na wadudu wa nyama wengine nje. Kwa hivyo ina muhimu kwangu hiyo utabiri wa hali ya hewa katika hii kazi. Mwanzo, jambo la kwanza, kuna chakula ndani yake, alafu kuna pesa, alafu bado kuna kitu inaitwa domestic tourism ama agrotourism. Ndani yake nimefanya kilimo cha mimea na samaki pia, so imekuwa kama center ya watu kuja kusoma na kuona kwamba kuna umuhimu wa hata vijana kufanya kazi ya hii mambo ya agriculture. Kuna umuhimu wa kutengeneza vitu kama hizi ambazo hata export mtu anaweza fanya hizi, provided unawapea chakula vizuri na umemeet zile requirements. Unaweza ingia katika biashara ya export ya samaki ambao hazina madhara katika afya za binadamu. Na washauri wenzangu ambao ni wale wavuvi, hasa ambao biashara yao ni ya samaki ya kuvua, kwamba mbali na kuvua samaki zile za Mungu za baharini, mtoni, kuna umuhimu wa kutengeneza vitu kama hizi. Nikiwa mimi hapa na tukiwa watu kama 300, 200 tunafanya hii kazi, kweli kutakuwa na, hata kama kutakuwa na shida baharini, samaki kama hizi tutakuwa nazo na jamii ama taifa litakuwa linasonga mbele. Wewe ni mkulima, mfugaji au mvuvi? Ni kila siku ya Jumanne mwendo wa saa 2:15 asubuhi na pia marudio ya kipindi mwendo wa saa 9 jioni. Usikose kuungana nami Kula Nzomo kwa mengi yanayohusiana na umuhimu wa taarifa za utabiri wa hali ya hewa.